Neema hakuwahi kuamini kama siku moja angejikuta akiomba mapenzi kama ombaomba barabarani. Alikuwa msichana mwenye msimamo, aliyekulia kwenye nyumba yenye heshima. Alijifunza mapema kwamba mwanamke anatakiwa ajithamini. Lakini mapenzi ya Adam yalikuwa kitu kingine. Yalimfanya asahau misingi aliyojijengea kwa miaka. Walikutana chuoni. Adam alikuwa mtulivu, mwenye akili na sauti ya kuvutia iliyokuwa na uhakika wa maisha. Neema alipenda jinsi alivyomsikiliza, si kama wanaume wengine waliokuwa wanamkatiza kwa majivuno. Miaka mitatu ya uhusiano wao ilikuwa na furaha, ndoto, mipango ya ndoa na hata majina ya watoto waliokuwa wanataniana kuyataja. Neema aliishi akiamini tayari amempata mume. Lakini ukweli huji kwa kelele, huja kwa ukimya. Siku ile Adam alibadilika. Simu yake haikutulia. Alitoka nje mara kwa mara kupokea simu. Alirudi na macho mazito kana kwamba amebeba mzigo usioonekana. "Adam, kuna nini?" Neema aliuliza kwa sauti ya upole. "Hakuna," alijibu kwa kifupi. Lakini mwanamke huhisi. Hata kabla hajui ukweli, moyo wake huanza kutetemeka. Wiki moja baadaye, Adam alikuja nyumbani kwake usiku. Hakukaa, hakutabasamu, hakumkumbatia kama kawaida. "Neema, tunahitaji kuzungumza." Maneno hayo ndiyo huanza misiba mingi ya mapenzi. "Naondoka," alisema kwa utulivu wa kuumiza. Neema alihisi kama moyo wake umepasuka kimya kimya. "Unaondoka wapi?" aliuliza, sauti yake ikaanza kupoteza nguvu. "Siwezi kukuoa." Hapo dunia ilisimama. Kwa nini? Machozi yalimtoka bila ruhusa. Adam alikaa chini, akashika kichwa chake. "Kuna mwanamke nilikuwa naye kabla yako. Sikuwa najua. Ana mtoto. Mtoto ni wangu." Ukuta wa ndoto za Neema ulianguka kwa kishindo kisichoonekana. "Kwa miaka 5 hukujua?" aliuliza kwa maumivu. "Alinificha. Ameniambia sasa tu. Mtoto ana miaka 4. Neema alihesabu haraka. Miaka 4. Maana yake hata walipokutana mtoto tayari alikuwepo. Na sasa sauti yake ilikuwa nyembamba kama uzi. "Anataka nimchukue jukumu langu, nimuoe." Kimya kilitawala. Neema alihisi mapenzi yake yanageuka kuwa baridi. Sio kwa sababu Adam ana mtoto, bali kwa sababu alijua sasa atakuwa chaguo la pili. Alisimama polepole, akamkaribia. "Na wewe unataka nini?" Adam alimtazama, macho yake yalikuwa na vita ndani yake. "Nakupenda." Lakini Neema alisukuma. "Lakini siwezi kuishi nikijua nimemkimbia mwanangu." Hapo Neema alielewa. Mapenzi hayakuwa tatizo. Uwajibikaji ndio ulikuwa umeshinda. Alisogea karibu kabisa, akashika mikono yake. "Basi baki na mimi," alinong'ona. "Tutamlea pamoja. Sitaki kukupoteza." Adam alifumba macho. "Neema, sitaki uanze ndoa yako kwa kubeba mzigo wa kosa langu la zamani." Machozi yalitiririka mashavuni mwake. Mapenzi si kukimbia shida, Adam, ni kubaki. Lakini wakati mwingine kubaki si sawa na kushinda. Adam aliondoka usiku ule. Mlango ulipofungwa, Neema alibaki sakafu akilia kwa sauti ambayo haikutoka mdomoni, ilitoka moyoni. Miezi ilipita. Adam alimuoa mama wa mtoto, sio kwa sherehe kubwa, bali kwa wajibu. Na Neema alijifunza kitu kizito. Kuna mapenzi unayapigania na kuna mapenzi unayaachia yaende hata kama yanakuumiza. Miaka 2 baadaye walikutana tena kwa bahati. Macho yao yalizungumza zaidi ya maneno. "Uko sawa?" Adam aliuliza. Neema alitabasamu kwa utulivu wa mtu aliyepitia moto, akatoka akiwa tofauti. "Niliwahi kukuambia baki na mimi," alisema taratibu. "Lakini sasa najua mtu anayekupenda kweli haombi kubaki, anachaguliwa kubaki." Adam hakujibu. Na hapo ndipo Neema alipogundua maumivu yalikuwa yamemfundisha thamani yake. Usisahau kusubscribe ama kufollow kwa kufata mikasa mizuri ya mapenzi, ya kutisha na mengine mengi. Pia karibu kwenye chaneli yetu ya WhatsApp, tuma neno nipe link, tukutane kwenye mikasa mengine.